Na rekodi video ya kwanza na ndo ya mwisho. Sitakuja kurekodi video ya aina yoyote ya design hii. Yaani hii natoa onyo, lakini natoa maelekezo au ufafanuzi wa jambo ambalo watu wengi mnaingia mkenge bila kujua. Mimi ni mmoja kati ya vijana mwenye ushawishi kuliko kijana yoyote East Africa. Hakuna msanii, hakuna mwanamuziki, hakuna nani mwenye ushawishi kama nilionao mimi. Yaani hayupo yoyote. Hakuna kijana mwenye ushawishi East Africa zaidi yangu. Lakini kwa nini hamjawahi kuniona nafanya mambo ambayo nyewe mnafanya? Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nina akili. Ninajua nini nafanya. Nikifanya kitu jua kuna kitu kimenisababisha nifanye. Sifanyi tu ili mradi. Mimi sifanyi vitu kwa ajili ya trend. Ndio maana mnaona sijawahi kuingilia trend yoyote inayo trend mtandaoni. Lakini mmekuwa mkiona nafanya mambo yangu. Yaani hata ije trend ya aina gani, siwezi mimi nikaingia kwenye hiyo trend. Sasa kuna trend ambayo imeingia sasa hivi. Mtu anaona ile ya trend mtandaoni anatakiwa kuizungumzia vibaya serikali. Sasa hii video itakuwa ina maelezo matatu ambayo yanahusu serikali, yanahusu wanaharakati, yanahusu content creator. Ningeanza na content creator. Wewe kijana ambaye ndo kwanza unanunua simu leo, unaingia mtandaoni au upo mtandaoni siku zote. Ndoto yako ni kuwa star au maarufu au unatamani watu wakusupport. Katika kitu ambacho utakiwa kukifanya kwenye mtandao ni kucomment kitu kibaya kuhusiana na serikali, kurekodi video unajisemesha kuhusiana na serikali, au unafanya vyovyote vile ambacho unajua kabisa huko kinyume na serikali inavyotaka. Sio kwa uoga au kwa hofu. Bro, ni kujua mipaka yako. Wanasema mchezaji mzuri anajua muda gani wa kuondoka stejini. Kwa uzuri tu, angalia maisha ya wanaharakati. Wanaharakati je, maisha wanayoishi ndo maisha unayotamani wewe kuishi? Cha kwanza, wanaharakati wote wamekimbia nchi. Hawapo. Wewe uko Tanzania eti umechukua kisimu chako cha mkopo, umeingia mtandaoni unasema wewe ni mwanaharakati. Bro, unaenda kupoteza, unaenda kuharibu maisha ya wazazi wako bila wewe kujua. Cha kwanza, hakuna mwanaharakati ambaye anajali kuhusiana na maisha yako. Hiki kitu ninachokuambia hata kuambia mtu yoyote, lakini mimi nitakwambia. Hakuna mwanaharakati ana uchungu kuhusu wewe. Mwanaharakati furaha yake anataka wewe ukamatwe uende polisi usionekane ili apate content, apate story ya kuiongelea mtandaoni. Mwanaharakati anataka wewe uzingue serikali, ukamatwe ili yeye apate content ya kuizungumzia kwenye mitandao. Kwa hiyo mwanaharakati anajali maisha yake na familia yake, sio maisha yako. Ndio maana wanachokipigania wanaharakati hawapiganii maisha yako wewe, wanapigania maisha yao. Kwa hiyo wewe ambaye ni mwenzangu na mimi umezaliwa kwenye maisha ya kajambanani, achana na masuala ya serikali. Yaani katika kitu ukiwa unataka kufanikiwa, unataka kuishi maisha yako ya amani, unataka kuishi maisha ya uhuru bila kusumbuliwa wala kuteswa na mtu yoyote, achana na serikali. Focus na mambo yako. Mbona kuna sisi tunapita njia zetu, hatupiti njia za kutaka mpaka tugombane na serikali ndo tuonekane, bro? Mbona unaweza ukawa tu uko vizuri na serikali na ukaishi vizuri? Yaani serikali imewafanyia nini aswa nyie mpaka kila siku serikali kalikwenda hivi, kalikwenda vile? Mbona sisi tumetoka kwenye maisha ya kimaskini ndani huko? Yaani mimi nikikusimulia story ya kijijini kwetu huko Ipinda, ni kijijini kiasi kwamba nilikuwa ni ngumu sana kwa kijana kama mimi kuwa tajiri au kuwa na mafanikio kama nilionayo. Lakini mbona sijapita njia ya kuitukana serikali nikatrendi? Kwa nini kila mtu sasa hivi anaingia? Watu wengi wanaingia kwenye mtandao wanawasema viongozi wa serikali, wanamsema rais, wanaisemea serikali vibaya. Sio kwa sababu wana impact na kuisemea vibaya. Wanachotaka ni likes na comment. Alafu baadaye wakiminywa wanaanza kulalamika. Mfano, mimi ukipita kwenye njia yangu, yani ukapita kwenye njia zangu, bro, mimi naweza nikakuzuru hata serikali yenyewe haijui kama mimi ndo nimekuzuru na haitakuja kujua. Kwa nini? Kwa sababu ulinichokoza, ulienda kuziba sehemu ambayo mimi nanifanya nile. Ina maana wewe ni muuaji, unataka kuniua mimi, unataka kuua na familia yangu. Sasa kama wewe unataka kuniua mimi na familia yangu, mimi kwa nini nikuchekee? Kwa hiyo unapotoka nyumbani kwako, unaenda kujirekodi video ya kuisema serikali vibaya.
tayari wewe umeingia kwenye system ya serikali. Yaani serikali ina mipango yake, inanyoosha barabara ya kwenda mbele. Wewe unaenda mbele ya serikali, unasimama pale mbele, alafu una test kama gari yao inaweza ikakugonga. Acha upumbavu. Kila mtu kwenye dunia anapigania familia yake, anapigania watoto wake. Hao wanaharakati, maisha wanayoishi, wanaishi maisha magumu ya kujificha ficha, uoga mwingi, hofu, wasiwasi, mashaka. Wakiona tu gari wanahisi kuna gari ndio inawafuatilia. Bro, maisha hayo utaishi mpaka lini? Kwa hiyo mimi ningependa kukushauri wewe kijana ambaye unanifuatilia na ni mmoja kati ya watu ambao mimi na kuinspire. Hebu sikiliza kitu kimoja. Achana na masuala ya serikali. Focus na kutafuta pesa kwa ajili ya maisha yako na wazazi wako. Kwa sababu once utakapoingilia njia za serikali, tayari wewe umetafuta ugomvi nao, na ile ni system. Hakuna namna raia wa kawaida anaweza akashindana na system. System imewekwa kwa ajili ya kulinda usalama wa raia na mali zao. Yaani system imetengenezwa kwa ajili ya kufanya sisi tuishi vizuri. Sasa wewe unapoenda kuiharibu system, unataka system iharibike ili sasa watu waishi maisha mabaya. Hakuna mtu ambaye ataruhusu hicho kitu. Yaani huu ndio ukweli ambao watu wengi hawataka kusikia wala hawataka kuona. Lakini mimi nakuambia na nakuinspire. Sintakuja kurekodi video nyingine yoyote inayohusiana na serikali au na harakati. Mtu yoyote atakayefanya chochote atakuwa amestahili, na atakachokipata atakuwa ni stake yake ya kupata hicho kitu. Mimi sijai kuwa chawa na siwezi kuwa chawa, kwa sababu hata huyo mtu ambaye anaweza akawa anahisi mimi anataka mimi niwe chawa wake, atakuwa anajiuliza huyu chawa nitamlipa shingapi? Mimi na maisha yangu bro. Mimi na maisha yangu na nimeyatafuta kwa nguvu zangu, sijasaidiwa na mtu yoyote. Kwa hiyo hata wewe maisha yako, hakuna serikali, hakuna kiongozi wa serikali, hakuna mwanaharakati wala mtu yoyote ambaye atakuja kukusaidia wewe uwe tajiri. Unatakiwa upambane, ugrind mwenyewe. Kwa hiyo vijana wenzangu ambao mnaingia mtandaoni leo, ndo kwanza umenunua simu. Kama hii video ndo kwa mara ya kwanza unaiona, unapoingia mtandaoni, unaporekodi video unaizungumzia vibaya serikali, jua kabisa umetafuta ugomvi mwenyewe, na kitakacho kutokea wewe utakuwa umekitafuta. Kuna muda tunailaumu tu serikali. Hata mimi binafsi, mtu akiingilia njia zangu, ina maana anataka kuua familia yangu, anataka kuua ugali wangu, anataka kuua kizazi changu. Mtu yoyote ambaye anakuharibia kazi yako ni muuaji. Na kwenye Biblia imeandikwa usimwache mwanamke mchawi aishi. Sasa wewe ni mchawi, unachawia biashara yangu. Wewe unapoenda kuharibu mipango ya serikali, na maana wewe ni mchawi, unataka kuua system. Sasa system unaiua kwa staili gani? Vijana wenzangu mnaotazama hii video, hakuna njia mtafanya sasa hivi. Kila kitu tayari kiko kwenye system. Yaani sasa hivi utakapoingia mtandaoni kurekodi video ukajifanya wewe ni mwanaharakati, umetafuta ugomvi. Yaani ni hizo unataka au utaki, unakuwa umetafuta ugomvi. Sawa? Hakuna namna unaweza ukafanya sasa hivi ukabadilisha matokeo. Rais tumeshampata, tunaye. Wabunge tayari tunao, mawaziri tayari tunao. Wewe kama kweli ni kijana ambaye unahitaji mabadiliko, unatakiwa uende ukatafute pesa, ujipange kwa ajili ya 2030. Wewe basi uende ukasimame pale mbele, uwe mbunge, uende ukasaidie familia, uende ukasaidie wananchi na familia yako. Tunza uhai wako sasa hivi, subiri uje kupiga kula 2030, uje kuchagua kiongozi unayemtaka 2030. Lakini for this time there is nothing you can do. Yaani hakuna kitu utafanya. You are wasting your time. Si tunaelewana vizuri? Yaani sasa hivi utakuwa mwanaharakati, utafanya harakati uchwala. There is nothing you can do. Yaani huwezi ukafanya chochote. Njia pekee ambayo itafanya kuleta mabadiliko ni wewe kujiandaa. Ikitokea kipindi cha kuandikisha wapiga kura, nenda kaandike, katafute kitambulisho cha kupigia kura. 2030 subiri upige kura. Lakini sasa hivi ukijifanya mtandaoni wewe ni mwanaharakati, wewe unakuwa ni mgomvi, alafu unaharibu amani ya nchi. Ina maana wewe tayari unakuwa na makosa. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kitu ambacho ningewashauri content creator, sasa hivi msubiri ifikie muda wa kwenda kutoa vitambulisho, mpate vitambulisho 2030 mkapige kula. Lakini kwa sasa hivi mnafanya upumbavu, na mimi sintakubali upumbavu wenu uendelee.
Sintaendelea kuona kizazi kinaharibika wakati mimi kiongozi wenu nipo.